unataka uhalali. Usiendelee tena umempokea Yesu alafu unaendelea kutenda dhambi. Hapana, lazima ufike mahali useme sasa ninaamua kuishi maisha matakatifu. Hapo unakuwa na haki. Sasa hiyo haki ndio itakupa kumkemea shetani. Hiyo haki ndio itakupa kudai vitu vyako vyote ambavyo yumkini shetani amezuia au yumkini vimechelewa mahali fulani katika ulimwengu wa roho, kwa sababu pia kuna kuchelewa, kuna kuzuiliwa kwa baraka zako. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 10, tunamwona Danieli anaambiwa ukiwa siku ya kwanza kwenye maombi, Mungu alisikia kutoka mbinguni, si ndio? Malaika wakashuka kwenda kumletea majibu Danieli. Lakini Biblia inasema hao wakuu wa nini? Sema wanga. Tunarudi pale pale kwenye Efeso 6 ngapi? 10 mpaka 18. Nao wakuu wa anga wakafanyaje? Wakamzuia malaika Gabrieli asimletee nani? Danieli majibu. Kwa majuma mangapi? 3. Lakini Danieli wakati anaendelea kuomba, na ndio maana ukiomba, kanuni mojawapo ya kupokea vitu, omba mpaka umepata kitu ndio unashukuru. Hiyo ndio kanuni yangu. Mimi simshukuru Mungu eti unakuta mtu anaomba ajenge ligorofa au ajenge shule, alafu eti anaomba siku 3 anafunga, alafu anasema amen, Bwana ameshanipatia amen. Amen, amen, tumshukuru Mungu. Nakwambia mimi simshukuru Mungu mpaka nimeona kitu kimetokea. Mbona unaangalia vibaya? Ukishukuru ukaacha kuomba, maana yake vile vitu vinazuiliwa na shetani. Sasa tunaomba mpaka kitu kinafanyaje? Kinatokea. Kikitokea ndo naomba Mungu asante. Na hata kama naweza kumshukuru Mungu, na mshukuru Mungu kunaendelea kuomba. Jamani, amina. Hiyo ndio kanuni nzuri ya wewe kujibiwa mahitaji yako. Sasa nirudi pale. Silaha ya 3, primary spiritual weapons. Silaha ya 3, jifunge kweli kiunoni, kweli viunoni. Huu ulikuwa ni mkanda ambao ulikuwa unafungwa kiunoni, ukishikamanisha lile gwanda la yule mtu alikuwa amevaa na silaha hii, na alikuwa anaweka silaha kwenye kiuno, yani ule mkanda anaweka silaha. Kwa sababu adui hana kweli, asema kweli viunoni. Manake kweli ni neno la Mungu. Dunia ina ukweli, lakini Mungu ana kweli. Kweli ni nini? Ni neno. Wakati wanadamu wanasema kuna njaa, kweli ya neno la Mungu haisemi kuna njaa. Yesu alilisha watu 5,000. Yesu anaweza katulisha hata na sisi katika jina la Yesu. Sio kama tunaelewana watu wa Mungu? Ni ukweli madaktari wanaweza kuambia ugonjwa huu utakufa, lakini kweli ya neno la Mungu atusamee maovu yetu yote, atukomboe hayo tuna kaburi, atuponya magonjwa yetu yote. Sema amina kama unanielewa. Halo, sio kama tunaelewana? Ni ukweli. Tumbo lako limefungwa, unautasa, hutazaa, lakini neno la Mungu ni kweli. Kweli inasemaje? Kwamba Sara akiwa mzee, Bwana alimbariki nini? Mtoto na uzee wake. Kwa hiyo kuna jambo gani lisilomshinda Mungu? Hapana, yote yanawezekana kwake yeye aminiye. Sema amina kama unanielewa. Dunia imejaa ukweli, lakini Mungu amejaa kweli. Kweli ni nini? Ni neno linavyosema juu ya maisha yako. Na tatizo la watu waliokoka wengi hawaishi kwenye kweli. Wanachakachua neno, wanataka neno liwafuate, sio wao walifuate neno. Tukizungumza kweli, kweli ni neno, lazima uishi kwenye kweli. Maana yake kuishi kwenye kweli, unaishi sawa sawa na neno linavyokuambia. Sasa unakuta wenzangu na mimi hapa, neno la Mungu nimekuambia toa mafungu ya 10. Wewe unapiga mafungu ya 10, alafu unataka upambane na shetani. Utaanzia wapi? Niangalie hapo usoni, kuna watu wanaanza kuangalia chini. Kama unakula fungu la 10 kuanzia leo uache. Niangalie hapa. Wewe unataka upambane na mapepo, upambane na wachawi, upambane na nini? Huku unapiga mafungu ya 10. Umeshatoka kwenye kweli ya neno la Mungu. Inatakiwa unapopambana na ufalme wa nguvu za giza, ukiskaniwa hivyo na Mungu, uko kwenye kweli ya neno. Tumeelewana? Wewe ni mwizi wa mafungu. Na unajua, nakwambia ukila fungu la 10 wewe ni mwizi. Tena sio mwizi. Biblia inaita roba. Vinampa mtu kibali. Kibali kwa Mungu. Kibali kwa wanadamu ni kutoa sadaka. Na ukianza na fungu la 10, baadaye unakuja sadaka zingine sasa. Hasa unakuta mtu mwenyewe kwanza kanisani ukija, na kuambia
ukitoa 2,000 ni bahati mbaya. Yaani ni bahati mbaya. Yaani wewe ni shilingi 1,000 au 500. Ngoja nitakuweka sawa tu. Yaani yeye yaani piga utaomba change huko ili mradi umekuja na 1,000. Usiangalie chini, angalia hapa mpendwa. Unajua Krista peni ni chungu. Kwinini ni chungu lakini inaponya, si ndio? Wewe pokea tu. Unakuta mtu lazima apitie dukani kuchange. Hata kama ana 100,000, ana 1,000 ngapi, ana milioni, ana ngapi, ana ngapi, lazima apitie dukani ya change apate shilingi 1,000 kwenda nayo kwenye ibada. Alafu sasa upande wa giza wanataka kuimaliza biashara yako. Wangapi unafanya biashara hapa? Nyosha mkono kama unafanya biashara. Mko wengi. Sasa sikiliza, kwa mfano wewe unafanya biashara gani? Station, simama. Mahali ulipo kuna station zingine zipo. Sasa wenzako wa upande wa giza hawalali, wanaenda kwa waganga, wanatoa sadaka tena nzito. Wanaenda wanatoa sadaka nzito. Uwezi ukaenda kutaka utajiri alafu uende ukatoe sadaka ya kuku. Umeona wapi wewe? Sadaka ya kuku unafikiri unataka utajiri utoe sadaka ya kuku? Sadaka za utajiri watu wanatoa mpaka watoto wao, wanatoa wazazi wao, wanatoa sio kina Kanumba walikuwa walitaka kutoa wazazi wao, ikabidi wajitoa wenyewe, mama abaki. Nyie niangalieni hapa. Sadaka nzito lazima uitoe. Hasa mwenzangu, na mie wewe, mwenzako amelala kwanza, amekesha makaburini 7. Mimi nimeshaombea watu wanamnaye kwa naelewa. Miaka 22 kwenye huduma za maombi na maombezi, naelewa mambo mengi sana ya watu wanavyofanya. Amekesha kaburini 7. Alafu amepeleka sadaka. Wengine wameua, wamepeleka sadaka za watu. Alafu wewe unakuja na 1,000, unamwambia Mungu naomba unifungulie milango 1,000 hivi. Hii ni 5,000. 1,000 hii hapa. Mungu naomba uibariki biashara 1,000. Wapi? Kati ya siri ambayo ni ya mafanikio, simama kwenye kweli ya neno la Mungu. Biblia inasema wapeni watu vitu nao utapewa kiasi cha kufanyaje? Cha kujaa, kushindiliwa na kusukwasukwa na kumwagika. Hiyo ndio kanuni. Jamani, amina. Hapo hamna amina, zimepungua hapo. Hamna amina hapo. Mimi mwenzenu, ibada za katikati lazima nitoe nyekundu. Na kama sina nyekundu sitoi sadaka. Na nafanyaga maandalizi yangu, nawekaga sadaka yangu, lazima niwe na nyekundu. Yaani sadaka ya katikati ya wiki. Sasa Jumapili ndo nyekundu nyingi. Na kila mwaka napanda viwango. Unafikiri Mungu ataacha kunibariki? Mbona mnaangalia hivyo? Mungu amenibariki. Malaki yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimetoka hapo Betheli. Nimetoka na jina la Yesu tu. Malaki huyo hapa ananifahamu nikiwa Betheli. Nimetolewa na jina la Yesu na mkeka wangu wa maombi. Nimeenda Usariva. Na nilipofika Usariva nikamwambia Mungu, najua siri ni maombi na sadaka. Lazima uishi kwenye kweli ya neno. Maombi na sadaka vitakutoa. Sema amina. Sasa upige maombi, lia machozi, alafu usitoe sadaka, uone kama utabarikiwa. Wangapi ndio huo matajiri hapa? Mchungaji. Watu wanaogopa kutoa. Ndio wangapi ndio matajiri wanashusha mikono, yani nikinyosha inatakiwa nitoe, nikishusha natakiwa nitoe. Kwa hiyo nabaki hapa katikati hapa. Sema Mungu nisaidie. Ishi kwenye kweli. Sikiliza nikwambie, hata nije hapa nikwambie, wangapi wanataka kuwa matajiri? Pokea magari, pokea nyumba, pokea. Mpendwa, hautapokea mpaka umefuata kanuni. Ishi kwenye kweli ya neno la Mungu. Shida wale kweli wataki kanuni, wanataka msisimko.
Na ndio maana hawa jamaa zetu hao wanawapiga sana, kwa sababu si mjitu wa misisimko. Unasimulia magari mangapi unasisimka pale, pokea apokea. Akishaona tu umesisimka anakutandika. Simama kwenye kweli ya neno la Mungu. Jina la Mungu libarikiwe. Simama kwenye kweli ya nini? Kanuni ya utajiri ni hii: baada ya kuvaa chepeo ya wokovu umeokoka, ukavaa diria ya haki, maana yake maisha matakatifu, unatumia jina la Yesu kwa uhalali. Namba 3, ishi kwenye kweli, fuata kanuni ya neno la Mungu, utatajirika. Na mimi pale kanisani nimewafundisha, kadri unavyozidi kutoa, kadri unavyozidi kuomba na kutoa, ndivyo unavyozidi kubarikiwa. Leo ninavyozungumza hapa, nina mshirika wangu mmoja wamenunua Costa 10 mwaka jana. Costa 10. Walisema hivi, mchungaji, tunataka Mungu atubariki, tunataka tuanzishe biashara ya Costa. Tukafanya maombi, wakaleta mbegu yao. Kwanza ni waaminifu kwenye fungu la 10, lakini pia wanatoa sadaka kwa yatima na wajane. Namba 3, wanatoa sadaka za mbegu. Wakaja na mbegu, wasema mchungaji, tunataka Costa. Tukanunua Costa ya kwanza, wakanunua Costa ya pili, wakanunua Costa ya 3, 10 zikafika. Hiyo mtumishi usirekodi hiyo ni andani. 10 zikafanyaje? Sasa hivi Costa 10, Costa moja shilingi 100,000 anaingiza kwa siku. Costa 10 shilingi ngapi? Mbona mnashangaa? Costa 10 shilingi ngapi? Milioni 1 kwa mwezi shilingi ngapi? Milioni 30. Asowe mtu utampata tena. Kwa nini? Wametumia kanuni. Watu wanataka watajirike, lakini hawataki kufuata kanuni. Ishi kwenye kweli ya neno la Mungu. Dunia imejaa ukweli, lakini sisi tuna kweli. Kweli ni nini? Ni neno la Mungu. Wachawe kuambia utakufa. Sina nimekuambia utakufa. Hapana, nataka nikwambie kweli. Nasema tujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, hatutaogopa mabaya. Sema amina kama unanielewa. Ishi kwenye kweli ya neno. Ishi sawa sawa na neno linavyosema. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Punga namna kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku nyingine nitakuja kufundisha masomo ya sadaka, na utashangaa jinsi Mungu atakavyosema na wewe na maisha yako. Si pale kanisani tumeshatoka, tumefanya mambo makubwa yanafanyika ya kutisha. Na tatizo la kwenye sadaka, unaanza kutoa, unaenda vizuri, alafu baadaye shetani anakublock, unaacha kutoa. Ukishaacha kutoa, uchumi unaanza kuwa mgumu, alafu unaanza kumlaumu Mungu kwa sadaka zilizopita. Mungu anaangalia sadaka zilizopita, lakini Mungu anaangalia uendelevu wako wa sadaka. Sema amina kama unanielewa. Usiwe mtu wa kukatakata. Kama vile unaomba leo, siku nyingine uombi, siku nyingine unaomba, ile anointing, ile mfululizo wa anointing unakosa. Ile nguvu ya Mungu unaikosa. Ukitaka utembee na nguvu za Mungu siku zote, kuwa mwana maombi wa siku zote. Omba usiku, omba mchana, omba mikesha katika jina la Yesu. Na ukitaka mtiririko wa fedha usikatike kwenye maisha yako, kuwa mtoaji wa kila wakati kwenye maisha yako, sawa sawa na maombi yako na utoaji wako. Sema amina kama unanielewa. Amina. Punga namna kama unanielewa. Hiyo ndio kanuni ya kutoka kwenye maskini. Asikwambie mtu pokea magari, pokea nini, havitakusaidia. Havitakusaidia chochote. Kweli, ishi kwenye kweli. Tuendelee. Silaha nyingine, utayari wa injili ya amani. Silaha ya 5 hiyo. Ya ngapi? Ya 4. Utayari wa injili ya amani. Miguu ya utayari ipasayo injili ya amani. Timotheo wa pili 4:2. Jamani, msingi wa neno letu ni ile wa Efeso, zile silaha zile. Sasa ndio hizo unazichambua huko. Wa Efeso, Timotheo wa pili 4:2. Kama usome hapo. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 2. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karibia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Ibiri injili. Shuhudia. Wapendwa, hakuna silaha nzuri kama ya kutangaza habari za Yesu. Na sisi wa Pentekoste, unapookoka, hebu niulize swali moja. Mwaka jana nani alileta mtu kwa Yesu? Wangapi walileta watu kwa Yesu? Mmoja. Nani tena mwingine? Mpendwa, kama
hutamshuhudia mtu, na anza na jirani yako. Wangapi wana majirani ambao hawajaokoka? Sasa anza na huyo jirani yako, mshuhudie habari za Yesu. Mwambie Yesu anaokoa, mwambie Yesu, mwambie uzuri wa Yesu, mwambie utamu wa Yesu. Sasa shida nyingine, wengine wanaishi maisha ya magumashi huko mtaani, maisha ya uokovu wa kuungaunga. Anamshuhudia nini wakati yeye mwenyewe anapiga naye umbea kwenye masengenyo, kwenye kikao cha masengenyo humo, mnapiga naye umbea, alafu baadaye utamwambia habari za Yesu? Thubutu yako unaanzia wapi? Tena akamwambia, yani kama mama fulani ameokoka, basi watu wote wameokoka. Lazima maisha yako yaeleweke, na hili nisema jana vizuri sana. Kwa hiyo hakikisha unawaambia watu habari za Yesu. Hiyo ni silaha, ni silaha ya kujilinda. Na kwa kuwa nilizungumza sana jana, siwezi kuendelea kuizungumzia, lakini mojawapo ya silaha za kujilinda ni kusema habari za Yesu popote pale. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sema habari za Yesu. Lakini huwezi ukasema habari za Yesu kama maisha yako yamepinda pinda, hunyoshi maelezo kwenye wokovu. Yaani unajulikana umeokoka, ujulikane hujaokoka, upo tu. Kwenye kutukana nawe umo, kwenye nini nawe umo, kwenye masiri nawe umo, kwenye vikao vya kusutana nawe umo. Sasa utaambia nani habari za Yesu? Lazima uishi maisha yanayoeleweka. Sema amina kama unanielewa. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu, nitaishi wokovu. Wangapi wataishi wokovu? Basi hubiri injili. Lakini kuhubiri injili pia ni kusapoti mikutano ya injili pamoja na kufanya umisheni. Hiyo ni mojawapo ya kuhubiri injili. Wakati mwingine toa sadaka yako ya umisheni, na namshukuru Mungu kanisa hili ni kanisa la umisheni. Usiache kutoa sadaka ya umisheni. Umisheni pamoja na sadaka za injili, mikutano ya injili ni ngao ya maisha yako. Sema amina. Ni silaha nzito sana ya kuhubiri injili. Sapoti kazi ya Mungu. Usikae bila kusapoti kazi ya Mungu. Sapoti mikutano ya injili, sapoti umisheni, makanisa yafunguliwe. Kwako utaishi. Na niwaambieni, kuna vitu vitakusababisha uishi maisha marefu. Ni moja hapo ni kumtumikia Mungu. Wewe ukakaa duniani umeokoka, unakaa kwa hasara. Yaani Mungu akiangalia popote pale ni hasara. Kwenye familia yako hasara, ukija kanisani hasara. Sasa bora ukapumzika kwa Baba. Kuna watu wanaangalia vibaya hapa. Hebu mwambie mwenzako, ukitaka uishi maisha marefu, mtumikie Mungu. Mwambie tena, mkazie macho. Nyie watoto wa mzee wangu wa Mbura, nyie wapole kweli. Mkazie macho. Mimi ni mwinjilisi hapa, lazima kieleweke. Mshike mkono, kaza macho. Mwambie rafiki. Mwambie rafiki. Mshike mkono, mwambie rafiki. Unataka kuishi maisha marefu? Basi mtumikie Mungu. Usipomtumikia Mungu, utapumzika haraka. Utaenda kushika viwanja mbinguni. Sema amina kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumika. Usikae kanisani bila kutumika. Tumika zako, tumika kwa mali zako, tumika kwa kile Mungu alichokubariki. Fanya umisheni, fanya injili, tumika, deki kanisa, futa viti, fanya utumishi wa aina mbalimbali. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Na wokovu wa sasa hivi utafikiri kuku wa kisasa. Yaani wanataka kulishwa tu, kulishwa kama makinda tu, lisha. Unakula tu, utapasuka. Unapakia tu. Kanuni, ukishakula vya rohoni kavitoe. Hapo umetoka kwenye maombi, kutana na mtu, mwambie Yesu anakupenda. Ile nguvu ya maombi hapo, ukisema Yesu anakupenda, hey, sema amina wewe. Katafute mtu, muombee, ana mgonjwa, muombee, weka mkono. Ni utumishi huo. Iko kwenye package ya injili. Sio mtu anaumwa hapa, baba mchungaji, kuna mtu hapa anaumwa, nimlete uje umuombee. Bandika mkono wewe, piga mkono, piga power, mtu apokee uponyaji. Unaye Yesu, umefanya maombi, fanya huduma ya injili, hubiri, umwombea watu, Mungu atakutumia katika jina la Yesu. Sema amina. Mimi mwaka huu mchungaji, nimewambia washirika nitawapeleka mochwari.
Tukiwa kanisani hapa wanajidai wajanja wa kuomba. Sasa haya maombi tunaomba hapa tunaenda kuhamishia hospitalini. Na mzee wangu wa kanisa, yeye ni nesi wa hospitali ya Leganga. Naye akaniambia, mchungaji usiogope, mimi nitaomba ruhusa. Tuende pale tufungue mochwari, waombee maiti ifufuke. Mbona mnaangalia vibaya? Lazima wakichaa wakati mwingine. Unajua mtu anaomba, miaka anaomba, lakini hata kuhubiri injili hawezi. Hata kumwekea mtu mkono hivi hawezi chochote. Sasa unaomba kazi gani? Hubiri injili, mtumikie Mungu. Fanya maombi lakini unaombea na wengine. Sema amina kama unaelewa. Wangapi watachukua hatua kuanzia leo? Na utashangaa Mungu atakavyokutumia. Nami nasema pokea mafuta na upako wa kuwekea mikono wagonjwa, wapokea uzima. Pokea upako wa kukemea mapepo na mapepo yaondoke. Sema amina kama unanielewa. Msikia rafiki? Kijana kama wewe sasa, nenda Mount Meru pale, mwambie nataka kuingia mochwari. Sio nawafundisha na wachanganya akili sijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani lengo langu nataka ni kuhamasisha usikae bila kufanyaje? Kumtumikia Mungu. Sema amina kama unanielewa. Tumikie kwa mali zako, mtumikie kwa maombi, kwa kusapoti kazi ya Mungu, kwa injili, kwa misheni, kwa kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hakikisha unamtumikia Mungu. Hiyo ni silaha. Silaha nyingine, ngao ya imani. Ngao. Imani imefananishwa na ngao. Lazima uwe mtu wa imani. Imani ni uhakika wa mambo yatarajiayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Unamwamini Mungu kwa kila jambo la maisha yako. Watu wengine hapa mnaamini ndugu zenu, mnaamini biashara zenu, mnaamini fedha zenu. Na ndio maana watu wasiokuwa na imani, gusa pesa yake na kuambia ni mchoyo, kwa sababu hana imani ya maisha. Hana imani kwamba Mungu atambariki. Mimi mpendwa, nina imani Mungu atanibariki kwa jina la Yesu. Hata kama sina pesa mfukoni, na imani mimi ni tajiri, na imani na pesa katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Sema amina. Unajua mimi kwenye huduma na miaka michache sana, miaka 6. Huu ni mwaka wa 7. Lakini kwa sababu ya imani yangu, imani nilionayo ya kuhamisha milima, imani ya kubarikiwa. Na usio na imani ya aina moja tu, unatakiwa na imani ya kila eneo la maisha yako. Amina. Una imani ya kufanya biashara kubwa. Mbona mimi naona kama kuna watu wanaenda Dubai kufunga mzigo na China? Angalia, hamna imani. Si unaona Yaani hata ule mwitikio hakuna. Mimi wa China. Mimi wa China kweli kuna kufunga. Niende China mimi jamani. Mimi Mchaga wa Rombo. Miungu ya Rombo inaonisumbua namna hii. Mimi Mchaga niende China. Ukiangalia familia yako, sikiliza, watu wa imani hawaangalii walikotokea, hawaangalii ukoo walikotokea, hawaangalii familia walikotokea. Tunamwangalia Yesu, mwanzilishi wa imani yetu. Alishinda na sisi tutashinda. Amina. Sema amina. Ngao ya imani. Mtu wa imani ni mtu ambaye haogopi chochote, yuko tayari kwa lolote. Sikiliza, Elisha alikutana na Akida. Akida akamwambia, Elisha akamwambia Akida, akamwambia mfalme, kesho majira kama unga mzuri utauzwa kwa shekeli. Akida akasemaje? Wewe Elisha, wewe ni mtumishi wa Mungu na kuheshimu, lakini hapo umedanganya. Akiangalia hali ya hewa, miaka 3 mvua haijanyesha. Huo unga unatokea wapi kama miaka 3 mvua haijafanyaje? Haijanyesha. Huo unga unatokea wapi? Akasema hata Mungu angefungua mlango madirisha mbinguni, hilo jambo alifanyaje? Ni kweli ana sababu za kawaida. Yeye ni ukweli, amebeba ukweli, lakini hajabeba kweli. Elisha ana kweli, Elisha ana imani. Sema amina kama unanielewa. Elisha mtu wa imani, lakini yule hana imani. Na ni ukweli kabisa wa kibinadamu. Mvua isinyeshe miaka 3, dryness. Mahindi unapata wapi? Unapata wapi mchele? Hata kama Mungu angefunga madirisha mvua ikanyesha leo, haiwezekani leo na leo kesho ukavuna, haiwezekani. Kwa hiyo alikuwa amesimamia kwenye ukweli. Lakini Elisha alikuwa amesimama kwenye kweli,
kwenye imani, anamwamini Mungu, inawezekana. Hey, what is faith? Imani ni uhakika, ni uhakika. It is unshakable confidence, ni ujasiri usiotikisika. Wanadamu wanasema hivi, mimi nasema hivi, nasema sawa sawa na neno. Maana Elisha alisimamia kwamba yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Yote yanawezekana. Elisha pale akatoa na adhabu, akamwambia sasa sikiliza bwana mdogo, wewe kuona utaona, lakini kula hautakula. Alafu Mungu wa ajabu akaamua kutumia wenye ukoma, wadhaifu wenye ukoma. Wakati Waisraeli wana njaa, Washami wakakusanyika ili wapige Waisraeli kwa sababu wana njaa. Sema tuwapige kwa sababu wana njaa, tutawashinda. Wamepiga kambi kuelekea Israeli. Wamekuja na mavyakula yao, wamekuja na kile. Ukienda jeshini, unapoenda vitani lazima ubebe vyakula. Wale wenye ukoma, wakati Elisha anaongea maneno yale, Bwana akaleta connection. Wewe, nakwambia Mungu akupe connection katika jina la Yesu. Bwana akuunganisha na watu wenye baraka zako. Sema amina. Hey! Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akafanya connection tu kwenye ukoma wanne. Maana akiwatumia Waisraeli hawana imani hao. Akida pamoja na Waisraeli wote hawana. Akaamua kuwatumia wadhaifu wenye ukoma. Wenye ukoma akasema hivi, tukikaa hapa tutakufa. Tukienda mjini hakuna chakula. Hapa kuna majeshi wa Sham. Tukienda kule wanaweza wakatua. Sasa tuende wapi? Mjini tutakufa na njaa kule. Na sisi ni najisi, watatitimua. Tukikaa hapa kama wazembe hapa, tutafia hapa. Sasa dawa nini? Kuchukua hatua. Twende wapi? Kwa Washami. Wakitua sawa, wakachukua hatua. Wamebaa na viguu, wanaanza kukimbia. Wanaenda kwa Washami. Si unasikia ule wimbo? Kishindo cha Washami. Cha wakoma, si ndio? Kishindo cha wakoma. Kilifanyaje? Ule wimbo, si ndio? Wakachukua hatua. Ile wanapiga hatua, Mungu akasababisha vile vifundo vyao vya miguu, visigino, vikakita kama farasi wengi. Washami wakasema Israeli wamekodisha magari, wanatufuatilia, tukimbie. Wakakimbia, wakatoka nduki. Wenye ukoma wanaenda pale, waone wanajeshi. Wakaanza kukusanya vyakula, wanakula. Wakapiga msosi, wakaanza kuchukua na nyara. Wakasema sasa sisi tuko wanne hapa, tutawezaje haya manyara yote, vyakula vyote, tutawezaje? Mbona kama tuna habari njema? Kwa nini tusitumie habari njema kule kwa mfalme kwamba tuna vyakula vipo hapa? Wakatuma kule. Mfalme naye hana imani, akasema hao wanatutega, hao tutakuja fia hapa. Hebu tumeni wapelelezi. Kutuma wapelelezi, wanakuta wenye ukoma wanapiga msosi, wanapiga misosi. Yaani wamekula wameshiba mpaka wanajianika namna hii. Jamani, njooni huku, vyakula ni vingi, acheni kufia huko mjini. Wenye ukoma. Na kwa Israeli wenye ukoma wenye ukoma ni najisi, lakini walikula chakula ambacho kimesababishwa na wenye ukoma. Bwana atakutumia jinsi ulivyo, haijalishi historia yako, haijalishi maisha yako, Bwana atakutumia. Toa ngao ya imani, muamini Yesu kwenye maisha yako, muamini Yesu kwenye biashara yako, muamini Yesu kwenye ndoa yako, muamini Yesu kwa watoto wako, muamini Yesu kazini kwako, muamini Bwana atakutoa. Toa ngao ya imani. Sema amina kama unanielewa. Sasa baadaye vyakula vikakusanywa na wanajeshi wa Israeli. Sasa ikabidi waanze kuwauzia sasa. Wakaanza kuwauzia shekeli. Wakati wanauza, yule akida ndio alikuwa msimamizi. Ndio anasimamia hilo zoezi. Akiwa anasimamia akasahau kuna unabii ulitoka kwamba kuona utaona, lakini kula. Angekuwa anajua majira na nyakati, na angekuwa mtu wa imani, angekimbia kwa Elisha akapiga magoti akaomba msamaha. Yeye kafurahia chakula. Hajajua kwamba hicho chakula kimetokana na imani ya Elisha. Wakati anaanza kuna nini pale, anashangaa watu wana njaa, wakaanza kumkanyaga. Unatuzia nini? Kanyaga. Akafia pale. Na neno la Bwana likatimia kama Elisha alivyosema. Usicheze na watu wa imani. Tunahamisha milima. Tunahamisha umaskini. Tunahamisha magonjwa, tunahamisha kansa, tunahamisha sukari, tunahamisha presha, tunahamisha umaskini, tunahamisha hali ya uduni. Nasema sisi ni watu wa imani, panga ya imani. Sasa unataka kujua watu wana imani? Si hapa mimi nafundisha imani hivi mama. Wakitoka tu hapa mlangoni. Shogangu, yani hali ni ngumu sasa hivi jamani, maisha haya.
Yaani hapa tunatoka kwenye maombi, tumesufundisha somo la akitoka hapa mlangoni, jamani Aisha hali ni ngumu jamani. Umeona? Tayari anakinzana na imani. Imani inaambatana na ukiri. Mimi nashangaa wakati mwingine watu wanakuja wanasema, Mchungaji Lubuva, naomba uniazime milioni 10 hapo. Mfukoni sina hata shilingi 10. Lakini najua haya ni macho ya rohoni, huyu ananitabiria nipate milioni 10. Naambia ndugu, aisela ninayo, lakini imeingia kwenye matumizi. Mbona mnaangalia vibaya? Mimi nikiri sina hela, subutu yako. Maisha yangu yote. Unachungaji wakati fulani wakanifuata kwambia, mchungaji, unajua wewe inatakiwa ujifanye kama vile ni maskini ili uonekane. Unajua ukijifanya kama una hela utapata hela. Yaani kwa nikijifanya hela sitapata hela. Hela zinafuata watu wenye sura ya hela. Muone kwanza. Yaani mtu ana milioni 10, 20, 30, 40 ziko hapo, au ana biashara yake, alafu anajifanya bado duni. Na ndio maana roho ya maskini itakufuatilia. Unajua hata pesa zinaangalia sura ya mtu. Mwambie mwenzako kaa basi vizuri. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Ukikaa vibaya, kwa mfano unakaa hali ya umaskini, alafu ndako unafanya biashara na mtu, unaenda kumwambia, bosi nataka tufanye biashara na wewe, nataka ninunue ile tu, unaongea kimaskini, nasema wewe sio mwizi kweli wewe. Lakini unakuwa bold. Unakuwa bold. Tena una mpaka sikiliza, unatafuta mpaka na exchange rate ya dola ni shilingi ngapi. Yaani ukitaka sema amina kama unanielewa. Mimi kuna wakati miaka karibia 20 iliyopita nilikataga niliendaga nika driving kwa imani, sijui nitapata gari lini, nikaenda driving. Nilipoenda driving nikachukua na leseni. Nikasema kwa imani, nitakuja kuwa na gari. Alafu miaka hiyo nikasema ili nionyeshe imani, na mimi nilikuwa napenda RAV4 sana, ninaenda kwenye yadi kwenda kuulizia na magari. Sasa miaka 20 iliyopita, pata picha ya miaka 20 iliyopita ni kuaje. Sasa ili nionyeshe imani, kwanza nilinunua mkoba wangu mzuri wa ngozi, briefcase ya ngozi nikakamatia hapo. Alafu kule nikapanga kama vile pesa lakini sio pesa. Nikapanga nikashika namna hii. Alafu nikavaa suti yangu ya mtumba nzuri kabisa. Nikavaa vizuri kabisa, nikanyoa vizuri kabisa, nikatoka pale. Alafu nikaanza kuulizia hivi magari yanakuaje, engine capacity yake ni ngapi? Nikamwambia kuna cc 2700, kuna cc 1700, hata niwe na elimu tu ya gari. Jambo na mimi niwe na elimu ya nini? Ya gari. Nikaanza kuulizia na vitu ambavyo vinahusu. Nakwambia kuna yadi ambayo niliendaga, kuna yadi moja iko hapo Impala. Kwa hapa hivi. Hiyo ndio yadi nilienda. Miaka hiyo. Nakwambia nikatoka mwana Siezi na briefcase yangu nikatoka naenda. Natembea na nikajifunza kutembea, unatembea kama mtu mwenye hela. Nikaingia yadi. Nikafika pale, bosi karibu. Nilimwambia bosi, yes, lazima ukae kama bosi. Nikaingiza nikamwambia, sasa nimekuja hapa. Na usiongee kama Kiswahili cha matejo kule. Unaongea Kiswahili kinachoeleweka. Mbona unaniangalia vibaya? Nikafika pale, unaongea kwa usalabu, sio unaongea mate anatoka kule. Naongea kwa kaambia sasa nimekuja ninatafuta gari. Bosi, unatafuta gari yako, magari mengi hapa, yako magari mengi. Hebu tuangalie hapa. Wakaanza kunitembeza kule. Wananitembeza. Ni imani. Sijui nitanunua gari lini. Kwa imani. Natembezwa kwenye magari pale kwenye hadi natembezwa kwenye magari. Alafu, bosi, kwa nini unataka gari ya na gani? Nikamwambia mimi napenda sana RAV4. Sio unasema RAV4. RAV4. Yaani unatuliza kabisa. Yaani unalitamka jina linaloeleweka. Sema amina kama unanielewa. Alafu nikamwambia hivi RAV4 yenye cc ngapi hivi? Unajua ukishataja cc wanajua huyu mtu anajua magari. Sio hata wewe cc usiuje ni mnyema gani hujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu nilipomaliza pale wakanionyesha RAV4 pale, nikasema napenda nyeusi na nini. Mikoro yangu yote nikaingizwa ofisini, nikapewa na kitabu nikasaini, nikapewa na karanga nikala, nikapewa na kahawa nikanywa, nikapewa na maji nikabeba. Ambia bosi na business card nikapewa.
nikatoka hapo na bisiketi. Wapi wewe? Sina hata shilingi 10. Ninawaza miaka inayokuja kuwa na gari. Sema amina kama unalelewa. Lazima uwe na imani mpendwa. Lazima uwe na imani. Lakini baadaye nimekuja nikaendesha magari. Magari nimeendesha. Sasa magari sio issue tena. Lakini baada ya imani. Hasa mwenzangu na mie, usipoishi kwa imani. Imani ni uhakika wa mambo yatarajiayo, ni bayana mambo yasionekana. Unaona nini mbele yako? Unaona nini mbele yako? Come on, ninaona biashara kubwa. Come on, ninaona biashara ya Dubai, ninaona biashara ya China, ninaona duka kubwa kutoka duka la jumla, ninaona mtu akipandishwa cheo. Ninaona nini? Imani inaona, ina macho ya kuona katika ulimwengu wa roho. Sema amina. Mtu mwenye imani anaona vitu. Wewe mwambie mzako unaona nini? Kazi yako tu unaona wachao wanakutembelea usiku na mapepo. Na ndio maana ukilala usiku ndoto mbaya unaota kila siku. Ndoto za walokole. Yaani nimeota. Wewe jiandae. Kama hujaambiwa ni nyoka na kufukuza, basi umeota umeota fisi. Kama hujaota fisi umeota watu waliokufa. Kama hujaota waliokufa, yani mimi siye kuonaga mama, mtu anakuja anambia mchungaji, umeota leo na ndoto yangu, najiandaaga kisaikolojia. Maana hapa najua tu. Kama sio amefukuzwa na ng'ombe, amefukuzwa na nyoka. Kwa nini eti mchungaji? Kwa nini mtu asiyekwambia nimeota ninaimba kwaya, niko kanisani nabubujika, nimeota malaika nimewaona, nimeota ninahubiri injili, nimeota ninavua samaki, nimeota ninalima shamba, nimeota ninafanya biashara? Kwa nini usiote ndoto za namna hiyo? Sema amina. Uwe mtu wa imani. Hiyo ni silaha. Lakini imani inakinga mishale ya nini? Mishale yote ya ule mwovu. Unapotupiwa mishale, kinachokinga ni imani. Na kinyume na imani ni hofu. Kinyume na imani ni hofu. Acha kuishi maisha ya hofu. Na hofu inaitwa phobia. Kwa kitaalamu inaitwa phobia. Kuna watu wana hofu. Hofu ya maisha. Hofu ya ndoa kuvunjika. Mpendwa, yani wewe mwanamke ulioko hapa, huyo mume uliopewa, yani relax, hakuna wa kukunyang'anya, haendi popote. Mbona unaangalia vibaya? Haendi popote. Yani shetani gani huyo aje mguse mume wako? Si tunamtanguliza huyo shetani, unamtanguliza jehanamu kabisa. Mbona hujanielewa? Yani kama kuna kaba anakuja na kuchezea mume wako, wewe nakwambia tunamtanguliza aende akashike mashamba jehanamu kule. Afe na kufa kabisa. Sio unakaa tu jamani, hakuna. Sisi ni wanajeshi. Sisi ni masoja. We are the soldier. Lazima tupambane mpaka keleke. Sema amina kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Awali. Sema silaha za awali. Sasa hizi silaha ambazo nimezisema hapa ndizo ambazo zinakupa nguvu. Zinazipa nguvu silaha za mashambulizi. Sasa silaha za mashambulizi nilisema jina la Yesu. Sirudi sana hapo, siongei sana, maana hakuna mtu asiyetumia jina la Yesu. Lakini pia silaha nyingine ni damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu. Lakini silaha nyingine ni upanga wa Roho Mtakatifu ambao ni neno. Lazima uwe na neno ndani ya maisha yako. Sasa sina muda wa kuzichambua hapo, lakini hizo ni silaha za mashambulizi. Kuna silaha za kujilinda na silaha za mashambulizi. Silaha za mashambulizi ni jina la Yesu, damu ya Yesu na upanga wa Roho Mtakatifu ambao ni neno la Mungu. Hizo ndizo silaha za kushambulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpendwa, ukizivaa silaha hizi, ukiona zile silaha za primary, alafu kaanza kutumia silaha za secondary, vita yako itakuwa nyepesi. Na mwisho kabisa, silaha ya maombi. Kuomba kila wakati katika roho. Kuomba kila wakati katika roho. Hiyo litakuja baadaye siku nyingine, Mungu akitupa neema, kama Mungu atanipa neema. Hapa panisha kuwa nyumbani, nikirudi tena nitakuja kuwafundisha maombi yana stage 3. Tuna maombi ya hema la kukutania. Tuna maombi ya patakatifu. Na tuna maombi ya patakatifu pa patakatifu. Sema amina kama unanielewa. Watu wengi hawapati majibu ya maombi kwa sababu wanashikia maombi ya hema la kukutania. Maombi ya hema la kukutania ni maombi ya stress. Maombi ambayo
yana stress nyingi. Yaani ukija hapa kwenye maombi, Baba katika jina la Yesu, huko na katika jina la Yesu, huko nakumbuka duka langu nitaenda kufungua saa ngapi? Baba katika jina la Yesu, maharage nitaenda kubandika saa ngapi? Baba katika jina la Yesu, hivi nikipitia hapa nikapitie nyama nusu kilo ya nyama nikapike. Baba katika, yaani ni maombi yenye mchanganyiko wa nini? Wa mawazo mengi. Unaomba huku na mawazo mengi. Yaani unaomba hichi kinakuja, hichi kinatoka, hichi kinaingia. Wangapi wanafahamu haya maombi ya namna hiyo? Hata wewe mwenyewe umeombaga namna hiyo? Yaani kuna mtu anaomba kwa jina la Yesu, hivi mume wangu akija hivi kwa jina la Yesu. Hivi jamani, hivi ada watoto nilipa zile katika jina la Yesu. Umeelewa eh? Hayo ndio yanaitwa maombi ya hema ya kukutania. Sasa wakati mwingine tukija tutafafanua hema ya kukutania ni nini? Alafu kuna maombi ya patakatifu. Alafu kuna maombi ya patakatifu ambao ni wachache sana wanaingia hapo. Jamani mimi na asilimia kubwa ya watu waliokoka maombi yao yameishia kwenye hema la kukutania. Maombi ya stress. Hayo ndio maombi yenye kilio, vilio vya kila aina. Na chafya. Utafuta unanisha Scania. Hata lugha yenyewe unaonena hata ieleweki. Lugha unaonena? Lugha unaonena? Sasa ni sio lugha ya roho hiyo. Hiyo ni stress tu, unashusha stress tu. Hiyo sio, yaani hapo uko kwenye stress hapo bado. Unatakiwa ufike mahali unanena kwa lugha za malaika na lugha. Malizia basi. Nijaponena kwa lugha na jua kuna lugha za nini? Na malaika. Yaani unanena lugha za mbinguni. Unafika mahali na hiyo stage ukifika, ukiangalia hivi uone mtu, unaona utukufu wa Mungu. Wewe nikifundisha hapa mtaanza kuzamia huko saa hizi. Ukifika hapo, kwanza mtu akikugusa hata usikii mtu amekugusa. Na ndio maana maombi ya namna hiyo hayaombiwagi hapa kwenye hizi ibada za kawaida hizi. Hayo ni maombi ambayo tunaombea kwenye mikesha, au wewe una mkesha wako binafsi au mkesha kanisani. Ni mahali ambapo uhitaji disturbance ya mtu yeyote. Umeelewa? Jamani umeelewa? Acha maombi tukishaabudu hapa, unashangaa wengine wamenyamaza, mtu mmoja ndio anatingishia tu. Kwa hiyo watu wote wanamsikiza mtu mmoja pale tu. Hayo maombi hayo bado. Yaani maombi ukishafika ile patakatifu, acha hiyo patakatifu. Hiyo ni stage tuko kwenye patakatifu pale. Huyu akinena kwa lugha, kama tumezama tumefika patakatifu, sio hema ya kukutania yenye stress. Yule atapokea. Network inajichora network cha. Unashangaa na nena kwa hapa, yule pale anapokea. Yaani ile lugha katika ulimwengu wa roho inapokea kule. Unashangaa na pia kule inapokea. Kule nyuma inapokea. Madhabahu inapokea. Unashangaa watu wote wanazama. Hakuna cha mchungaji wala mzee wa kanisa wa kunyamazisha. Hayo ndio maombi. Lakini unamsikiza mtu mmoja, sasa huyu bwana anataka kutoa unabii. Haya, unabii wenyewe hata utoi kangana. Mwenzangu na mimi kumbe ni sakosi hiyo. Sakosi dela, sakosi liko kwenye moyo, sakosi. Sema amina kama unaelewa. Nataka mwende viwango vingine. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mambo ya rohoni si ya msisimuko, yanahitaji utulivu. Yanahitaji kutulia na Bwana. Yanahitaji utulivu wa kiroho. Yanahitaji utulivu na Mungu aliye hai. Sema amina kama unaelewa. Naomba tusimame. Katika uwanja wa vita wa rohoni kwa jina la Yesu. Yesu, sasa mimi ni mwenye haki. Nimefunga kweli kiunoni kwangu. Nimevaa miguu ya utayari ipasayo injili ya amani. Nimevaa diria ya haki katika jina la Yesu. Nimetoa ngao ya imani. Sasa ninaingia kwenye uwanja wa mapambano. Popote pale shetani ameshikilia baraka zangu, kazi yangu, biashara yangu, ofisi yangu, ndoa yangu, fedha zangu, sema na mnyang'anya kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, tangu wakati wa Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unatekwa
na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanauteka. Nami sasa nateka mateka. Kazi yangu shetani achia, kuzimu achia. Biashara yangu shetani achia, wachawi achia. Ndoa yangu shetani achia, wachawi achia. Watoto wangu nasema achia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Uchumi wangu nasema achia. Pesa zangu achia. Biashara zangu achia kwa jina la Yesu. Zama sasa kwenye ulimwengu wa roho. Nyang'anya vyote vya shetani. Nyang'anya chochote kilichoshikiliwa. Nyang'anya kwa imani. Toa ngai ya imani, nyang'anya. Vitakuja kwa jina la Yesu. Huduma iliyoshikiliwa, kazi iliyoshikiliwa. Rabosa kayanda lekotorobosika yandereboseke. Omba mtu wa Mungu, omba. Nataka nisikie unaomba, omba. Zama kwenye uwanja wa vita. Uko kwenye uwanja wa vita. Mawazo yako yote yaende kwenye uwanja wa vita. Pata picha, wewe ni askari, wewe ni mwanajeshi, umevaa silaha, unapigana vita. Pata picha hiyo kwenye nafsi yako. Pata picha hiyo. Pambana. Hakuna kupambania. Pambana mwenyewe. Vyote nyang'anya. Mnyang'anya shetani, nyang'anya wachawi, nyang'anya mapepo. Rika sotopo layanda mosia rakatapa paria posia paria masete likoria mosai riando sakatapa reketepa reandobos yende lekete tariapo paria mosai yantasha tapa yeketete yente mandebosa pariko toposia lekete riandosai shatapakatopo lepatopra manteprese priando boso prakata rendeke soprehende lirandosa preketesha rayandosia raikatapa rimosai. Na nyang'anya vyote. Achia shetani. Kuzimu achia. Mapepo achia. Wachawi achia. Kuzimu achia. Kuzimu achia. Achia mama yule. Achia kijana yule. Achia maisha yake. Achia ndoa ile. Achia watoto wale. Achia uchumi ule. Achia huduma ile. Achia sasa. Achia hicho kibali. Achia kuzimu. Tunapambana kwenye uwanja wa vita. Rado sapa lekete riando sai yanda moshia karia sotopo. Endelea kuomba. Kadri unavyozidi kuomba unapata mafunuo. Endelea kuomba. Zama kwenye uwanja wa vita. Usinyamaze. Jesus, kwa jina la Yesu. Ritapa rekesetepa riando bosaira. Popote pale wamefunga maisha yako, popote pale wamefunga biashara yako, wamefunga kazi yako, wamezuia mtaji wako usikue, hiyo biashara ambayo imepigwa, hiyo biashara naifungua sasa kwa jina la Yesu. Hiyo ndoa inafunguliwa, hao watoto wanafunguliwa sasa. Rabosaika lekete mandebosa rayana bosai. Unatoka kwenye hilo shimo waliokufukia, hilo shimo. Toka huko, nasema toka huko. Maisha yako nayatoa kwenye shimo. Hilo shimo likuachie, hilo shimo likutapike. Tapika kwa jina la Yesu. Rabosa ikarabakata. Sema amen. Sema tena amen. Naomba uje mbele, wote tuje mbele. Wachungaji tutafanya huduma pamoja. Na mama mchungaji tutafanya huduma pamoja. Msaidie mimbari. Njoo mbele, inua mikono yako juu.
tayari umeshapigana 70% ya vita. Mimi ninachofanya ni kukuongezea tu uwezo na kukuongezea nguvu. Kati ya vitu tunachukia duniani, tuokoke alafu tuishi maisha ya kunyanyasika. I hate that. I'm born again. Nimeokoka. Kwa nini niteseke? Kwa nini niteswe? Kwa nini na maisha ya kuungaunga, uchumi wa kuungaunga, furaha ya maisha ya wokovu ya kuungaunga, amani ya kuungaunga, afya ya kuungaunga? I hate that. I hate that. Nachukia. Basi tuseme ni majaribu ya Ayubu, lakini Ayubu hakudumu kwenye majaribu maisha yake yote. Kuna wakati majaribu ya Ayubu yalikoma, akabarikiwa. Kwa nini sisi tuendelee kuteseka? Tuteseke. Tunateseka maisha haya. Tunateseka na kuteseka. Kwa nini na nikiangalia hapa kuna wengine maisha yenu, level yenu isingekuwa hapo ulipo. Wengine mlikuwa mnashika hela nyingi sana. Asante Roho Mtakatifu kwa kuniambia hili. Ulikuwa unashika pesa nyingi, lakini sasa hivi ni kama zimekata. Nataka niombe na wewe. Taomba na wewe. Ulikuwa na pesa nyingi, lakini sasa hivi ni kama zimekata zile pesa. Zile pesa zimekata. Maanake kuna kitu kimeingia kwenye maisha yako, kwenye mtiririko wa kifedha. Kuna kitu kimetokea. Hizo fedha zimekamatwa kwenye ulimwengu wa roho. Leo tunazirudisha kwenye maisha yako. Sema kwa jina la Yesu. Ninakataa maisha yangu kuwa chini ya utumwa wa shetani. Yesu, niko kwenye uwanja wa vita vya kiroho. Nikikataa utumwa wa aina yoyote, utumwa wa magonjwa, utumwa wa umaskini, utumwa wa kuishiwa kwenye maisha yangu, maisha ya ukata, maisha ya wasiwasi, utumwa wa hofu ya mauti, utumwa wa huzuni, wa kukosa amani, na kataa kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, shetani, mimi si wa kwako. Unaachia vyangu vyote. Unaachia amani ya wokovu, biashara, kazi, ndoa, fedha. Unaachia kwa jina la Yesu. Chochote kile kilichoshikilia, nasema achia. Piga achia. Endelea kuomba. Omba kila mtu, omba. Ribosaika, omba. Hizo fedha wameshikilia, achia. Nasema achia fedha za kijana huyu, za mama huyu. Achia kibali. Yes, achia. Rabo saika, rabo kuria, ramo saira, ramo saika, raba karia, rabo saira, leko ria mosaira, riando mosaira. Unaachia shetani, achia watu wa Mungu hao, achia maisha yao. Rabo seke, paya ndabosa, mayakata. Ndio, kuna nguvu inashuka. Iko nguvu inashuka. Endelea kuomba. Iko nguvu inashuka. Naona malaika wakipita kila mahali, wakifungua maisha yako. Hao wachawi wanapigwa. Yes, wanapigwa wachawi wote, majini yote, mapepo yote, nalipua. Wanapigwa. Wanaachia maisha yako, kibali chako, afya yako. Yes, wanaachia. Riko saika mandebosa. Endelea kuomba, usiache. Jesus, endelea kuomba katika jina la Yesu. Ribo saka, achia maisha mama huyu, achia kibali. Yes, achia. Wachungaji tuendelee kuomba, wachungaji tuendelee kuombea. Rabo saka, achia. Ndio, achia vyote ulivyoshikilia. Rabo saika, kwa jina la Yesu. Achia mama huyu, achia kibali, achia. Rabo saka, yanda rabakuria, pokea mafuta, achia maisha yake. Nasema achia kwa jina la Yesu vyote. Huzuni ya maisha yako, huzuni iondoke. Unaachia kwa Yesu. Achia afya yake, toka uzimu. Naomba wahudumu tafadhali. Kila roho zote za mauti juu ya kijana huyu, piga hizo roho za mauti. Piga, achia. Toka roho za mauti, roho za magonjwa, piga, achia kwa jina la Yesu. Unaachia maisha yake kwa jina la Yesu. Achia. Ndio, toka kuzimu, achia. Rakata paseke, unaachia vyote. Achia. Ndio, toka, achia. Ndio, hicho kibali cha mafanikio unaachia. Yes,
roho ya mauti, pepo la mauti, toka roho ya mauti, achia maisha yake kwa jina la Yesu, achia maisha yake. Pokea mafuta katika uwanja wa vita, rakata paseke, unaachia ndio, toka achia, achia, toka achia, rabo saika, unaachia vyote katika jina la Yesu, rabo saka, achia vyote kwa jina la Yesu, achia vyote kwa damu ya Yesu, achia maisha yake, achia utajiri, achia utajiri, achia fedha, achia vyote katika jina la Yesu, achia kijana huyo, achia vipawa karama, unaachia vyote katika jina la Yesu. Endelea kuomba usiache, endelea kuomba, achia, achia vya mama huyu, toka kuzimu, achia, achia afya yake, achia mtoto huyu, achia maisha yake, piga kuzimu, achia, achia mama huyu, toka, achia, rabo saka, achia, 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 yes, achia kwa jina la Yesu, karabo seke, achia kwa damu ya Yesu, ribo bosaika katika jina la Yesu. Wamekamata uchumi, wamekamata fedha, wamekamata utajiri wako, nasema achia vya binti huyu, achia kwa jina la Yesu, toka kuzimu, achia, achia kwa damu ya Yesu, toka kuzimu, achia, achia ndio, achia vyote, achia vya mama huyu, toka, achia, rabo saika, unaachia vyote, unaachia, ndoka, ndio, ewe pepo, toka, achia hiyo roho ya kuzimu, ndio, ondoka, nasema ondoka. Umekamata maisha ya dada huyu, sikiliza, kuzimu, natamka ondoka, ndio, umejificha, nasema ondoka, pasua hilo kaburi, pasua hilo jeneza, pasua kwa damu ya Yesu, achia maisha yake. Umemnyang'anya kibali chake, achia kibali, achia kibali, ndio, ndio, ondoka, achia kibali, nasema achia kibali, Jesus, achia kibali, achia kibali, achia kibali, achia kibali, toka kuzimu, achia kwa damu ya Yesu, kwa moto, unaachia kwa damu ya Yesu, achia vyote katika jina la Yesu, nasema achia, toka kuzimu, achia, achia kwa damu ya Yesu, piga kuzimu, achia kwa damu ya Yesu, toka kuzimu, achia, unaachia vyote katika jina la Yesu, toka, achia, Jesus name. Huyu dada anahitaji counseling. Ewe joka uliomeza maisha yake, na kukata kichwa joka hilo, kata kichwa joka hilo, piga joka hilo, piga joka hilo kwa jina la Yesu, toka hiyo ya kuzimu kwa damu ya Yesu, toka, achia, toka, achia kwa damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu, na yafungua maisha yako kuanzia leo katika jina la Yesu, unaachia maisha yake, toka kuzimu, achia, piga roho zote, piga mapepo yote, piga majini yote, piga roho zote, ndio, achia binti huyu, ndoto ambayo unazoota usiku, ndoto za kipepo, hizo ndoto, ndio, ewe shetani unamjia usiku akiwa amelala, ondoka wewe mwanaume wa kipepo, piga mwanaume wa kipepo huyo, toka wewe mwanaume wa kipepo, navunja hiyo ndoa ya kipepo, ndio, nasema ni mwanaume wa kipepo, mwachie sasa, mwachie nafsi yake, nasema ondoka, mwachie, nasema ondoka, mwachie, huyu sio mali yako, huyu sio mali yako, naongeza moto kwa Yesu, piga hilo ya kuzimu, piga, achia kwa damu ya Yesu, 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 ndio, piga, achia kwa damu ya Yesu, piga hilo chini, piga hilo pepo, piga, achia, unamwachia, unamwachia, fire, mwachie kwa Yesu, toka, achia, achia maisha yake, achia maisha yake kwa Yesu, rabosa kayanda, piga, achia, ndio, ondoka, na kunyang'anya sio mali yako huyu, huyu binti sio mali yako, sio mali yako, yeyuka sasa na usirudi tena. Unamtesa huyu binti, unamjia usiku akiwa amelala, unalala naye, ewe jini, toka, achia hiyo ndoa kipepo kwa jina la Yesu, kila roho zote, piga hiyo ya kuzimu, achia mama huyu, toka, achia, damu ya Yesu, unaachia maisha yake, piga kuzimu, achia. Shetani ameyakausha maisha yako na uchumi wako, nasema achia uchumi wake, achia maisha yake, toka kuzimu, achia, achia kibali cha mafanikio, piga kuzimu, achia kuanzia leo, breakthrough katika jina la Yesu, kila roho zote, toka, achia binti huyu, nasema na kuzimu, ondoka, umemeza maisha ya dada huyu, nimekuona, toka, achia, naongeza moto, nasema umemeza maisha yake, shika tu mkono, Yesu ana nguvu kuliko yeye mwenyewe, nasema ondoka. Umeyachafua maisha yake ili asiendelee mbele, unataka kuua destiny yake, hatima yake inairudisha, hatima ya maisha yake inarudi, ndio, shetani achia kuzimu, tunazama kwenye ulimwengu wa roho sasa, mali alipo ninamtoa kwenye ile shimo, namtoa huko, hiyo madhabahu kichawi, piga madhabahu, wachawi wote, mwachieni dada huyu, achieni maisha yake, achieni mafanikio, vyote achia kwa Yesu, unasema achia, toka, achia kuzimu, toka kuzimu, achia,
piga kuzimu, achia, achia maisha yake. Nasema achia, piga kuzimu, achia katika jina la Yesu. Kila roho zote piga, achia kwa damu ya Yesu. Roho zote zikuachie katika jina la Yesu. Achia maisha yake kwa damu ya Yesu. Toka uzimu, achia, achia maisha yake, achia mama huyu. Toka roho za magonjwa, roho za mateso, piga, achia kwa damu ya Yesu. Kila roho zote piga, achia. Yes, ondoka kuzimu, ondoka. Roho ya hasira, roho ya uchungu kwenye moyo wako. Naona roho ya uchungu kwenye moyo wako, roho ya uchungu. Toka roho ya uchungu. Ni kweli wamekuumiza, ni kweli wamekuumiza moyo wako. Sasa shetani huna mamlaka kushirikia nafsi yake na moyo wake. Piga kuzimu, achia. Piga roho zote, fire, moto wa mtakatifu. Piga kuzimu, achia. Ndio unaachia sasa roho inayofuatilia maisha yako, roho inayokausha maisha yako. Piga roho ya kuzimu, piga roho za kuzimu, piga, achia maisha yake katika jina la Yesu. Kila roho za magonjwa toka, achia, achia mama huyu. Toka kuzimu, achia, achia kilewe, toka, achia damu ya Yesu. Piga kuzimu, achia, toka, achia, toka kuzimu, achia, achia kilewe. Ndio ondoka, toka ile pepo na kuzimu, toka hiyo roho. Ndio nasema nawe kuzimu, ondoka, toka, achia kilewe. Nasema nawe mwanamke wa kipepo, ondoka. You spiritual wife, come out of her, come out of him. Toka, achia. Ndio nasema ondoka, toka, achia kwa damu ya Yesu. Toka, achia. Nimekuona roho za mitandao, mitandao ya kuzimu, toka mitandao hiyo. Roho za mitandao, toka mapornography, toka hiyo roho ya kuzimu, toka, achia maisha yake. Piga roho ya kuzimu, piga, achia kwa damu ya Yesu. Ndio nasema unamwachia kijana huyu, unataka kummaliza, hata malizika maana kio kanisani. Unataka kuwa destiny yake, unataka kuwa maisha yake. Hilo kaburi nalipasua, hilo shimo. Ndio wamekuingiza kwenye shimo, piga hilo shimo. Ndio toka kwenye shimo hilo na mtoa huko, piga. Ndio malaika wanashuka, wanakutoa huko, wanakutoa huko, wanakutoa huko, wanakutoa huko. Yesu wanakutoa rabo saika. Hizo nguvu hauna, na kuparalyze, na kuparalyze, na kuparalyze, na kuparalyze, na kuparalyze, na kuparalyze. Nguvu zako hauna. Yes, shetani umeshindwa, umelaaniwa, kuzimu umelaaniwa. Achia maisha yake, toka, achia damu ya Yesu. Toka, achia. Unachia. Ndio mwachie chini, mwambie akiwa chini. Endelea kumwombea, endelea kumwombea. Watu wawili waendelee kumwombea. Katika onyesha mikono yako juu katika jina la Yesu. Kila roho zote za kuzimu zilizokamata maisha yako, piga hiyo ya kuzimu, piga, achia maisha yake na nyang'anya vyote vilivyoshikiliwa. Toka, achia kwa damu ya Yesu. Kila roho zote toka, achia mama huyu kwa jina la Yesu. Mama kanda kufikia, tutakufikia, usigeope. Weka, tulia tu hapo, tutakufikia. Tulia tu kwa jina la Yesu. Kila roho zote, roho ya hofu, sikiliza, unatawaliwa na roho ya hofu. Ishinde hofu. Njoo hapa, njoo hapa. Ishinde hofu. Unatawaliwa na hofu. Mungu atakubariki tu. Kaa kwenye laini, Mungu atakubariki. Acha hofu. Inua mikono yako juu. Bwana Yesu, nakataa roho ya hofu. Pepo la hofu ambalo limeingizwa na wachawi na washirikina kwenye maisha yake, ajione kwamba hatafanikiwa, kwamba hatafika mahali. Yes, hiyo roho. Yes, toka hiyo roho ya kuzimu. Toka roho ya hofu. Piga, achia kwa damu ya Yesu. Na kupiga, achia, na kupiga, achia. Ndio achia binti huyu na kunyang'anya maisha yake, kibali chake. Yes, baraka zake umeshikilia. Piga, achia baraka hizo. Piga, achia baraka hizo. Umekamata baraka hizo. Piga, achia baraka hizo. Yes, unaachia. Unaachia. 1, 2, 3 kwa jina la Yesu. Mwachie. Yani sikiliza mama, hatumii nguvu. Shakuwa. Asante Roho Mtakatifu. Narudisha vyote ambavyo vimeshikiliwa. Ndio binti ameshafunguliwa tayari. Endelea kumshukuru Mungu katika jina la Yesu. Kila roho zote, kila nguvu zote za kuzimu ambazo zimeshikilia maisha yako, roho zote ambazo zinatesa familia, zinatesa watoto, zinatesa maisha yako, piga hizo roho. Watoto wako wanateseka, lakini Yesu anawakomboa. Yesu, narudisha watoto wale watoto na wafungua sasa. Wanafunguliwa watoto wale kwa jina la Yesu. Roho za mateso, roho za mizimu, achia watoto wale, achia sasa, achia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Raka sata pashteke katika Yesu. Ninaachilia moto, toka kuzimu, achia, achia maisha yake. Piga kuzimu, achia katika jina la Yesu. Unaachia sasa. Piga, achia maisha mama huyu, achia maisha yake. Toka kuzimu, achia katika jina la Yesu. Piga kuzimu, achia. Huduma yako Bwana ipeleke mbali. Bwana amekubarikia huduma, aipeleke mbali na kupaka mafuta zaidi, mafuta ya kumtumikia Mungu, mafuta zaidi. Mungu akupe neema ya kutumika kwa viwango vya juu zaidi na kibali kila mahali katika jina la Yesu. Pokea neema Mungu katika jina la Yesu. Ninaachilia moto, achia mama huyu. Piga, achia. Njoo mama, njoo hapo mbele. Pokea mtoto.
Njoo hapa mbele mamangu. Inua mikono yako juu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya mama huyu. Roho ya huzuni iondoke. Huzuni iondoke. Pepo na kuzimu, toka roho ya huzuni. 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 Yes, achia maisha yake. Kuzimu achia. Kuzimu achia. Unaachia sasa. Unaachia sasa. Unaachia sasa. Na kunyang'anya ndio. Pokea furaha, pokea amani katika jina la Yesu. Kari ya mosheke. Endelea kuomba katika jina la Yesu. Ninaachilia neema ya Mungu. Naachilia mafuta. Shetani una mamlaka. Vyote ulivyonyang'anywa virudi sasa katika jina la Yesu. Rabo saka katika jina la Yesu. Kila roho za mashambulizi toka, achia binti, achia maisha yake katika jina la Yesu. Ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu. Kuzimu una mamlaka. Achia maisha yake. Shetani una mamlaka. Kuzimu una mamlaka. Yes. Hilo shimo na kutoa huko. Hilo shimo na kutoa huko. Kila roho za mashambulizi, roho za malipizi, piga roho zote. Piga roho zote. Piga, achia kwa Yesu. Piga, achia maisha yake. Breakthrough katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Kama sijakuwekea mkono, nyosha mkono juu. Kama sijakuwekea mkono, nyosha mkono juu. Kama sijakuombea, njoo mbele. Wale ambao nimeshaombea mnaweza mkarudi, je, mkaja mbele. Naomba fanya haraka. Fanya haraka nimalizie. Muda wangu umeshanishia. Wale ambao sijaombea njoo mbele turahisishe. Wale ambao tayari nimeshaombea mnaweza mkarudi. Nyosha mikono yako juu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya kijana huyu. Kila roho zote na nguvu zote za kuzimu ambazo zina meza destiny yake, piga roho zote hizo. Piga, achia. Piga kuzimu, achia. Piga, achia maisha yake. Piga roho zote. Lakatapasheke katika jina Yesu. Kila roho zote ambazo zinazuia destiny yako, zinazuia mafanikio, piga, achia kwa damu Yesu. Piga, achia kwa Yesu. Kila roho zote toka kuzimu, achia katika jina Yesu. Ninaachilia moto. Bwana akupe mpenyo zaidi katika ulimwengu wa roho. Mpenyo wa maombi. Mafuta zaidi, nakuombea mafuta ya maombi. Bwana akupe mafuta zaidi. Naachilia mafuta juu yako. Mafuta ya Roho Mtakatifu. Mafuta ya Roho Mtakatifu. Bwana akupe neema ya kushinda vita vya kiroho katika jina Yesu. Kila roho zote katika jina la Yesu. Ninaachilia nguvu ya Mungu kwa mtumishi wako. Mafuta zaidi. More anointing. More anointing. More prosperity katika jina Yesu. Bwana akupe neema. Bwana akupe neema. Bwana akupe kibali. Kibali cha huduma. Kibali hicho pokea katika jina Yesu. Nakataa roho yoyote inayofuatilia maisha yako. Kila nguvu inayofuatilia maisha yako ndio ondoka. Roho ya mauti na iondoa kwenye maisha yako. Hofu na iondoa. Toka pepo la hofu. Toka roho ya hofu. Toka roho ya hofu kwa jina Yesu. Toka, achia maisha yake. Toka, achia maisha yake. Ndio. Naachilia neema ya Mungu na kufunika kwa damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa neema yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu, namfunika mtoto wako kwa damu ya Yesu. Na kataa roho yote ya uharibifu kutoka kuzimu. Na kataa roho ya mauti. Na mtoto atakayezaliwa awe mtumishi wa Mungu. Natamka katika jina la Yesu, kila mashambulizi ya kila aina hayana mamlaka juu yako. Katika jina la Yesu, uwe salama na mtoto awe salama kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Katika jina la Yesu, ninaachilia nguvu ya Mungu. Naachilia upako wa Roho Mtakatifu. Na toa maisha yako kuzimu. Mafanikio yako yote popote yaliposhikiliwa, ndio. Toka kuzimu, achia. Kuzimu, achia mafanikio. Kuzimu, achia maisha yake. Piga kuzimu, achia. Jeshi la kuzimu ambao linafanya vita na wewe. Sikiliza. Inua viwango vya maombi. Sawa? Kazana kuomba binti yangu. Una mahali Mungu anakufikisha, anataka kupeleka, lakini inua viwango zaidi. Unaweza ukafikiri umeomba lakini bado hujaomba. Kazana kuomba. Tenga muda at least not less than 1 hour kwa siku. Not less than 1 hour kwa siku. Omba katika lugha, omba katika roho. Kuna kitu Mungu anaendelea kufanya soon. Utakuja kutoa ushuhuda kanisani. Baba, asante kwa neema mtumishi wako. Kila roho za mauti na magonjwa toka, achia. Roho ambazo zinateka maisha yake, ufahamu wake, toka kuzimu, achia. Na kutoa shimoni, toka, achia. Piga kuzimu, achia. Toka kuzimu, achia katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa damu ya Yesu. Umeokoka? Sema Bwana Yesu, ninakuja kwako. Naomba unisamehe popote nilipokukosea, kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo. Yesu, dhambi yoyote iliyonishikilia maisha yangu, shetani akapata nafasi,
naomba unisamehe. Kuanzia leo nafunga milango yote ya dhambi kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu, namwombea neema yako kijana huyu. Mpe neema kuishi maisha matakatifu, mpe ushindi katika wokovu katika jina la Yesu. Amen. Baba, asante kwa ajili ya mtumishi wako. Na yafungua maisha yake, nafungua uchumi wake, nafungua huduma yake katika jina la Yesu. Kila vitu anavyopitia katika ulimwengu wa roho, piga mapepo yote, piga wachawi wote, piga majini yote, upinzani wa kila aina, toka kuzimu, achia, toka mapepo yote, na achilia breakthrough, pokea kibali katika jina la Yesu. Kila roho za mashambulizi, toka, achia, achia mafanikio, achia kila kitu vyote ambavyo vimetekwa na shetani, narudisha vyote. Fedha narudisha, kazi, uchumi narudisha, toka kuzimu, achia katika jina la Yesu. Ninaachilia moto, piga kuzimu, achia, piga roho zote, mashambulizi yote katika jina la Yesu. Ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu. Popote pale baraka zako zimeshikiliwa, narudisha baraka zote katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Ninaachilia nguvu ya Mungu katika jina la Yesu. Popote pale baraka zako zimeshikiliwa, narudisha vyote katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Baba, ninambariki mtumishi wako. Endelea kumpa neema, endelea kuachilia mafuta katika jina la Yesu. Nambariki mtumishi wako. Endelea kumpa neema, endelea kumpa mafuta katika jina la Yesu. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Ongeza makofi, yatoshi. Hebu simama, tumpe Yesu utukufu. Yesu, tunainua mikono yetu juu. Yesu, tunakushukuru. Sifa, utukufu, vyote ni vya kwako. Baba, kwa hizi siku 4 umeniruhusu kufanya semina. Hii ni ratiba ilikuwa ya kwako, si ya kwetu sisi. Na Mungu umenipa neema hii. Sasa Bwana, sigusi utukufu wako. Toka nipoanza mpaka siku ya leo, wewe ndio ule wahudumia watoto wako. Mimi nazidi kupungua, wewe Yesu uongezeke. Haya yote yaliyofanyika ni kwa ajili yako Baba, na kwa ajili ya utukufu wako. Yesu, uinuliwe wewe peke yako. Wewe ndio unayefanya mambo haya yote. Sifa zote na utukufu zikurudie wewe. Sisi ni watumwa tu, sisi ni punda tu, tunakubeba tu kwa ajili ya watu wako. Basi Mungu, nasema sifa zote, utukufu, heshima, adhama, enzi, ukuu ni vya Yesu peke yake. Hebu tumshangilie, tumpe Yesu utukufu wakati mtumishi wa Mungu anakuja mahali hapa. Karibu mtumishi.